Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Leo niko hapa kutia mtu moyo. Kama unampenda Mungu na unajua unaishi kwa ajili ya Mungu, unajua ya kwamba Mungu ndo amekuweka uhai, usilive, like, share this video na Mungu atakubariki sana. Mimi kama mimi nilivyo, I have a lot of testimony over my life, mengi ambayo nimepitia, lakini sijaamua kumwacha Mungu. Unajua, if I have to tell you something, I have to tell you something like, yani maisha yangu na ya Ayubu wa Biblia inataka kufanana. Unajua, it's like Ayubu alipatana na majaribu mengi. Alikutana na majaribu mengi sana ambao hata mtu wa kawaida angeweza kuvumilia. Lakini kwa sababu aliyekuwa ndani yake alikuwa mkuu kuliko kile kitu ambacho ako nacho, hakuweza kumwacha Mungu kwa ajili ya mali ya dunia. I want to tell you, Ayubu alikuwa na mali mingi sana. Amekuwa na watoto warembo sana. Amekuwa na kila kitu ambacho mtu angetamani kuwa nacho. Lakini moja kwa moja kikapotea, pamoja na alikuwa mtumishi wa Mungu. Akapoteza mali yake yote. Akapoteza watoto. Akapoteza kila kitu. Nyumba zake, kila kitu, yani akapoteza. Mpaka mke wake akamuuliza, hivi wewe unaendelea kumtumikia huyu Mungu, si umkasi kufe? Sasa mbona unaendelea kumshikilia? Ninakwambia watu wengi wanakuja kwenye maisha yako kukudiscourage. Wanakwambia unaendelea kushikilia huyu Mungu kwa sababu unaona umepoteza vitu vichache. Kumbe vitu vingine vina happen ili wewe upimwe moyo wako. Wewe na Mungu wako uko wapi? Wewe na Mungu wako uko wapi? Mbona uendelee kumshikilia huyu Mungu? Mkasi na ukufe. You see how people had curse God and die. Kwa sababu ameangalia mali ya dunia, amekosa kuangalia maisha ya kesho. Usipoangalia maisha yako ya kesho utajichukia. Usipoangalia kesho yako utajichukia. Usipojua yule unaye ndani yake wako ni mkubwa kuliko maisha yako utajichukia. Usipojua mwenye ako ndani yako ni mkubwa kuliko kile ambacho unacho utajichukia. Ayubu alifika mahali akasema, sitaendelea kumshikilia huyu Mungu, acha nimkasi tu na nikufe. Watu wa Mungu niwaambie, do not give up. Wakati una give up, your blessings are coming. Wakati unaona kama mimi najua kuna mtu anasaidika hapo, wewe chukulia tu kitu cha kawaida, itosha nini? Hapana. Wakati unasikia kama maisha yako ndio yamefika mwisho, kumbe ndio Mungu anajitokelezea. Mimi mapito mengi nimepitia sana. Temptation mingi. I will testify one day. Nitatestify mpaka hapo. Kuna watu ambao kwenye maisha yako wanaweza wakaenda, lakini wengine wanaweza wakasimama na wewe kwenye situation yoyote ambayo unapitia. Hawataki kujua umebaki bila kitu. Watu hawatataka kujua umeishiwa aje, lakini watakushika mkono kwa kukutia nguvu. Lakini wengine watakuwa wanakucheka kwa yale mapito ambayo unapitia. Wanasema, alikuwa anajiona. Sasa hiyo jiona, ulikuwa mzuri. Hata kuna watu wengine unawasaidia, lakini wakati wa kuanguka kwako ndio wanaona amekuwa msumbufu kwenye maisha yetu. Nataka kukuambia, hata maybe Mungu huwa anafanya udrop ili ujue watu ambao wamekuzunguka ni akina nani. Ujue watu ambao wako around you ni akina nani. Ndio maana Mungu huwa anaruhusu anguko lako saa zingine, na si eti ajui. Anajua huyu mtoto ni wangu na ananipenda sana, lakini baraka zake zi mkononi. Amekuwa mwema kwa watu,
lakini watu wamemzunguka. Amekuwa mwema kwa watu, lakini watu wamekuwa wambaya. So Mungu anaachilia jaribu kubwa, linakuja, unaanguka. Unapoanguka, Mungu anataka kuona utamwacha katika huo uanguko lako, ulikuwa unasimama na yeye kwa ajili ya nini, ama utamkasi Mungu na upotee. Anakupa jaribu kidogo tu, wacha nikunyang'anye hii mali uko nayo, tuone kama bado utazidi kunitumikia. Lakini pia umekuwa ukinifanyia mambo, wacha nikuonyeshe watu ambao ulikuwa na wao wamekukimbia. Watu wanaanza kukusema, watu wanakuona ombaomba, watu wanakuona wewe ni si mtu wa maana, watu wanakuona ustahili. Lakini nataka nikuambie, kila jaribu huwa linakuja kwenye maisha, linakuanga na sababu. Kila kitu chote kinakujanga kwenye maisha yako kinakuanga na sababu. Lazima iwe ni jaribu la Mungu amekupitishia ili wewe uweze ku-experience na kujua. Kila mtu yoyote aliyesimama lazima awe, yani lazima akuje kuwa ameanguka ili Mungu akaweze kumuinua. Ukiwa na maisha yote soft saa yote utashindwa na kumtumikia, lakini Mungu anakuletea jaribu ili uweze kulishinda. Ayubu alishinda jaribu, kupoteza mali yake yote. Just see hapo baadaye vile Mungu alimfanyia. Alikuja akaregesha kila kitu double, yani vizuri zaidi ya vile alivyokuwa. Kwa sababu Mungu yani Ayubu aliweka tumaini lake kwa Mungu. Akasema ni wewe uliyenipa na ni wewe umechukua, lakini sitakuacha kwa sababu ya mali ya dunia. Mimi moyo wangu umeahidi, uwezi acha Mungu kwa ajili ya maneno ya watu. Haitaacha Mungu kwa ajili ya maneno ya dunia. Haitaacha Mungu kwa ajili ya maneno yani kwa ajili ya mali ya dunia. Never. Na wewe jiamulie moyo wako, usiache Mungu. Haijalishi ni temptation gani unapitia hata kazini kwako. Haijalishi ni temptation gani ambayo unapitia kwenye familia yenu. Haijalishi ni pito gani ambalo unapitia. Mimi nakuahidi ya kwamba kila jaribu huwa linakuja kwenye maisha yako linakuanga na sababu. Na ni jaribu ambalo Mungu anakuwa ameliachilia. Jaribu la Mungu, la shetani, samani, jaribu la Ayubu, Mungu alikuwa analijua. Kwa hivyo jaribu lako pia Mungu analijua. Anakupima imani yako, haone wewe ni mtu aina gani. Utaniacha kwa sababu umepitia. Nimevaa hii kwa sababu ninampenda mume wangu sana. Haijalishi ni kipi, ila amesimama sana na mimi. Unajua kuna mambo mengine, hata kuna wanaume wengine wanaweza ona huyu, yani mapito yenye mnapitia naamua hata kukimbia familia yake. But hajaweza kukimbia, amesimama na mimi kwa ungumu wote. Wenye ambao tumepitia challenge zote ambazo tunapitia, ameweza kusimama. So nashukuru Mungu. Na kile unacho, jua kushukuru Mungu. Marafiki ambao wamesimama na mimi kwa kipindi ambacho nimekuwa nikipitia, ninawasalute. Na Mungu acha kawakumbuke kwenye makazi zenu, kwenye nyumba zenu, kwenye kila kitu chote. Nataka niwaambie siku ya leo, msiwahi pungukiwa na chochote. Mka shine kila mahali. Yani kazini kwenu mkakubalike. Kila mahali mtembeapo nyota zenu zikang'ae. Kwa sababu mmenitia moyo kwa njia nyingine. You never know. But I want to tell you, vile umesimama na mimi, Mungu hataikuacha. Vile umesimama na nyumba ya watumishi wako, Mungu hawezi kukuacha. Mbarikiwe sana kwa kweli, ninawapenda. Tukutane section 2. I'm with you. I will testify what I passed through. I know nikitestify most of you mnaweza mkalia. Kwa sababu mimi nimemuona Mungu mpaka hapo. I want to say it's God. It's God. Watu wametuacha. Watu wametukimbia. Lakini Mungu amesimama. Don't miss part 2. Be blessed.